Brother vipi mama? Safi ticha. Kwema kabisa. Mambo lazima. Salama. Ndio. Kwenye mazoezi kuna vitu tulikuwa tunafanya. Tulikuwa kufanya mazoezi. Yes. Lakini kitu kingine unatakiwa ule. Sasa watu wengi kwenye kula wanashindwa kujua wale nini. Kwa wewe ushauri wako, mtu ambaye anataka kupungua anatakiwa ale nini? Kwa sababu ulipokuwa una kilo kipindi kile una kilo kama 118. Sasa hivi una kilo ngapi? Sasa hivi na 86. Lakini mazoezi yanaendana kula na kunini? Na kufanya mazoezi. Sasa kwenye kula hapo sasa watu watamani wajue nao. Kwenye kula sasa mimi huwa asubuhi kwa kweli huwa sinywi chai. Kabisa. Sinywi chai kabisa. Mimi chai yangu ni maji. Okay. Nikishatoka hapa kwenye mazoezi, chai yangu ni maji. Maziwa yasiokuwa na sukari. Okay. Chai nisiweke sukari. Unaona bwana? Nikanywa na vitafunwa vyangu kama kawaida tu, nikachukua mkate au chapati au viazi. Ndio. Vitu kama hivyo. Lakini kwa nini hauweki sukari? Maana watu wataka nao wajue sukari, kwa nini hauweki sukari? Sukari inaongeza sana uzito. Okay. Sukari inaongeza sana uzito. Ukitaka kupungua kwa haraka, hivyo vitu kwa kweli inabidi uachane nao. Hata haya machapati nayo unatakiwa uachane nayo. Kama ulikuwa unakunywa 2, kula 1. Kama ulikuwa unakula 3, kula 1. Sawa bwana, kwa sababu haya masukari huwa yanaongeza sana uzito kwa kweli. Na washauri sana wanga, japokuwa unahitajika, sukari inahitajika, lakini usile kwa kasi sana, kwa wingi. Unapunguza kidogo. Vitu kama hivi. Yes. Kwa asubuhi wewe ni maji tu mpaka saa 5. Ikifika muda wa mchana sasa huo si ndo mchana wenyewe tena, saa 6 hiyo mchana wenyewe ndio imetoka. Kwa mimi hapo kuja kula tena ni saa 2 usiku. Na saa 2 unakula nini? Saa 2 mara nyingi katika sahani yangu ile ya round ile huwa nakata mara 4 ile sahani. Nusu napata mboga za majani kwa wingi. Mboga za majani nusu sahani na mboga za majani, kama ni mchicha, kama spinachi, kama sijui kitu gani, lakini nusu ya ile sahani. Alafu robo ndo napata kama ni wali, hiyo rice wenyewe wanazungumza au ubwabwa. Kwa hiyo mboga ni nyingi kushinda kuliko chakula. Kwa hiyo robo napata ile rice. Hii robo nyingine napata mboga za protein. Unaweza kupata samaki, naweza nikapata nyama, naweza nikapata maharage hapo nikachanganyia. Japokuwa maharage na rice ni kitu hiki kimoja, lakini sasa mwili lazima uhitaji hivyo vitu, kwa sababu hiyo ndo energy yenyewe. Maana madokta wanatushauri, watuambia kwamba sukari ya binadamu ni 5. Yaani mwilini ni 5. Sasa inatakiwa isipungue sana, ikipungua sana mpaka kwenye 3 mbaya. Unaona bwana. Kwa hiyo inatakiwa iwe 5, 4 na nusu. 5. Kwa hiyo hivi vitu vya sukari haviepukiki. Yaani huwezi kuacha moja kwa moja usile. Hapana. Lazima ule ili uweze kupata nguvu. Hii kunyanyua kitu, kukimbia, kuruka kama hivi tunavyoruka kwenye mazoezi yetu hapa na nini, ni tunatumia energy. Na energy yenyewe ni sukari. Kwa hiyo vitu haviepukiki, ila inatakiwa upunguze kidogo. Sasa kuna mwingine anasema mimi sina muda wa kufanya mazoezi. Ndio. Anasema kwamba mimi kazi nyingi, nikienda kazini nikirudi sipati muda. Sasa wale unawasaidia vipi kama wewe ambao kipindi hicho ulikuwa na kazi nyingi? Ni sahihi kabisa. Mimi kazi najimanage kidogo. Kama mimi kazini kwangu kwa kawaida kabisa inakuwa niwe saa 2 niwepo ofisini. Lakini najitahidi nipate hata nusu saa ya mazoezi. Nusu saa mazoezi. Nifanye mazoezi angalau nusu saa ndio nitoke niweze kwenda kazini. Unaona, hasa weekend basi kuja kujituma hapa kama hivi mpaka mida huu saa 2 niko hapa. Na mimi sidhani kama kuna mtu anakosa weekend useme yawe free. Si kweli. Hata kwa lisali moja. Au nusu saa. Sio kweli. Sema kuna wengine unene wanaupata kwa kupitia vimiminika kama soda. Yes. Mimi soda nimeacha kabisa. Kabisa. Mimi yani siwezi kufikiria sasa hivi sijui na muda gani sijanywa soda. Mimi soda si. Labda tu hii juisi ya matunda. Na juisi ya matunda yenyewe naangalia. Athari za soda ni nini hasa? Athari nayo uzito. Inaongeza sana uzito soda. Sukari ya soda inaongeza sana. Ni nyingi, unaambiwa soda sawa na vijiko 7 vya sukari vya chai. Soda moja. Kuna watu bwana wanapenda Pepsi. Kuna mtu anakunywa Pepsi takriban hata 5 kwa siku. Mimi nisikudanganye. Mimi mwenyewe nilikuwa mpenzi wa Pepsi sana. Nilikuwa kama teja. Yaani nisipopata asubuhi nikisha kunywa supu yangu na chapati 3. Lazima Pepsi wepo pembeni. Tena ile inayofuka moshi kabisa na barafu juu. Pepsi ni kila mchana. Maubwabwa yangu ni kila. Lazima Pepsi iwepo.
usiku nikila lazima Pepsi yangu iwepo. Lakini siku hizi nimebadilika bwana, Pepsi sihitaji kabisa. Mimi sana sana labda nimekunywa mtindi basi, na mtindi kwenye mwili inaendana na vijidudu vya kwenye tumbo. Mtindi hauna shida. Kwa upande mtu yote awe na sukari awe na nini, lakini mtindi hauna shida. Kwa kuna mtindi, tuache sukari, tufanye mazoezi. Na kitu kingine ambacho watu wanakuwaga wanapata shida wakati wa kula usiku. Yaani mtu unajua kwa sababu hivi mpaka kesho ni ile sasa hivi saa 2 mpaka kesho itakuwa shughuli sana. Kwa hiyo mtu anategea ale saa 6 usiku. Hiyo ni vipi? Unajua mimi huwa nimeshauliza sana kwa madokta vitu kama hivi. Ndio. Unaona bwana, lakini wanatushauri sana. Ule kuanzia saa 12, yaani kama ni saa 6 au saa 5 umekunywa chai, huwezi kufa kwa muda wa masaa 5 masaa 6 ni kweli. Ni kweli, huwezi kufa. Kwa wanatushauri sana ule kuanzia saa 12 mpaka saa 2 inakuwa beta zaidi. Ukizidisha hapo kuanzia saa 3 saa 4, kwa sababu chakula kinatakiwa unapokula upate muda wa kuweza kufanya kazi, kama vile umekaa hapa umetoka umefanya hivi, yani ipe muda digestion ifanye kazi. Lakini ukienda kula saa 4 unaenda zako kuoga unaingia kulala, yale vyakula lazima unenepe wewe, haiendi kufanya chochote yale vyakula uliokula kama masukari mawanga Lakini ukila kuanzia saa 12 au saa 2 hapa kuna muda huu utafanya kitu hivi mara vile, utakaa kwenye TV mara hivi mara vile, unaingia kitandani saa 4 au saa 5, chakula kinakuwa kimefanya digestion. Vitu kama hivi. Basi shukrani brother Bigi. Asante bwana. Tutakuja kwenye mambo mengine. Haina shida. Maana ukimwambia nimepungua anajua nipungua nikinywa madawa. Mfano ndo mimi si washauri sana wewe kule kunywa yale madawa kwa ajili ya kujipunguza sijui nini. Yale yanaleta madhara. Hebu fikiria mtu ana kilo 118 alafu ghafla tu umekuja umepungua. Unafikiri vitu gani umeviathiri katika mwili? Unalazimisha mwili upungue kwa haraka zaidi. Lazima utaenda kuharibu sijui ini, utaenda kuharibu sijui mafigo sijui vitu gani, vitu kama hivyo. Fanya mazoezi, mwili upungue kwa taratibu, afu unapungua kwa shepu. Sio unanyorodoka kama unaumwa. Haina baya.